nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa. Baby, anyways amini. Yaani kipindi narudi nikaona kabisa nikununulie zawadi nikuletee. Sasa si nimepitwa na kitu gani unaambia? Si nikasahau bwana. Baby. Kuna maana uniamini au? Nakuamini kwa ikaje. Unataka kunizoea? Sitaki kusikia chochote, sitaki kuambiwa chochote. Yaani anahakikisha natoka hapa nimepata hela za watu. Mundo, ustaarabu gani unaingia kwa mtu bila hodi? Unasema ustaarabu? Wewe ungekuwa mstaarabu, usingekaa na hela za watu mpaka sasa hivi hapa. Nataka hela yangu ji. Tena hapa sije kuuza sura. Msimtumbulie macho. Sawa, nimekubali nadaiwa, lakini ungesubiri hata mgeni aondoke zeni na kuja tu yamalize. Kwa ridhaa yako mwenyewe nataka nipe hela yangu niondoke. Kabla sijafanya jambo la ajabu hapa. Huyo mgeni wako mwenyewe kanishangaa. Wewe unadai shilingi ngapi? 160. Shika hiyo 60. Ila 1,000 nitakutumia kwenye simu. Nini? Yaani nimekuja hapa nataka yangu yote. Si mnanielewa? Kama kwenye simu, nitumie sasa hivi hapa kwenye simu. La sivyo, naondoka na 60,000 na kitanda. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wa moo dunia. Andika namba zako. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa moo. Yeah, hii ndo dunia bwana. Nimeshakutumia. Mambo si ndo haya sasa? Lakini si umeshalipa, kwani shida nini? Kama unajua uwezi kukopa hela za watu, nisikuone kule. Kijumbe kila siku analalamika kwa sababu yako. Bebe, asante. Bebe, mbona kama uko sawa? Shida nini? No, hapana. Mimi nipo sawa tu. Baby. Unajua nimekuja na haraka kidogo kwa sihitaji hata nikae sana. Kwa nataka nikuage mara moja mimi niondoke. Baby, mimi leo mchafu. Unasemaje wewe? Nisamee baby, nilisahau kukuambia lakini period imeanza leo. Sababu sawa vipi? Unajua kabisa mimi natoka na nyumbani nakuja mpaka huko. Nakupigia simu nakwambia nakuja mpenzi wangu. Upo period. Kwa nini usingeniambia mimi nisije? Mimi natumia gharama zote nakuja mpaka hapa sasa nakuambia kwamba unaumwa. Unaumwa nini sasa? Au nisikilize. Sitaki unichanganye. Baby, period imeanza leo, samahani. Nikusamee nini? Hizo dharau ujue. Wewe ndio umenipangaje mpaka nafika hapa? Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wa moo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa moo. Mudi. Sasa mbona unamwaga? Hebu okota basi. Jamani. Unanikumbusha mbali kweli mwanangu. Baba yako alikuwa na kanzo hivyo, yeye jeupe. Watu tu wanasema tumefanana na wewe, lakini wangemwona baba yako. Ya babako alikuwa na akili, wewe sijui akili umezitoa wapi hizo mbovu. Hivi mama nyinyi mnanionaje? Mbona kila mtu akiniona mimi anaona kaza mwamwa? Kwani mimi za mwamwa?
Ndio ukuwa hivyo. Mimi si ndo mama yako unajua. Kicho tupeleka kule kwa ustazi unakijua eh? Ndio. Umezingatia? Hii hapa alisema ya nini? Hii alisema kwa sababu ya maradhi yangu. Mudi. Hivi kuna urefu gani tulikotoka mpaka sasa hivi tunakuuliza hili swala unasahau kabisa hapa kama ustazi kasema nini? Kweli? Wewe unaitazarau wewe? Haya. Ya nini? Hii alisema mambo ya kuacha pombe. Na hii kwa sababu ya maradhi yangu. Lakini mama, mimi siumwi magonjwa ya kurogwa. Mimi nasumbuliwa hapa kabisa chini hapa. Hapa kuna uma. Na hospitali kabisa waliniambia nikafanye vipimo. Lakini mimi sijarogwa. Hebu kelele bwana wewe. Wewe unajua nini wewe? Mimi nimeliona jua kabla yako wewe. Unanibishia. Kwa hiyo unaona mimi sina akili, napoteza muda, si ndio? Napoteza muda? Wewe unajua maradhi yalivyo? Wewe umerogwa. Tena wewe unaweza kurogwa mara 2 au mara 3. Anaweza kukuroga wewe mke wako akakurogezea tu pombe. Na laana ya baba yako. Wewe maradhi yako unaweza kaona panado, ukaona sindano, ukasema ya hospitali. Mtu akakupelekea tu, ukaonekana wewe ni wa hospitali. Kumbe umepigwa vyuma. Mimi ndio ninayejua, na haya makombe ndio atakusaidia wewe. Nisikilize mimi. Sikiliza nikwambie. Hivi inaonekana wewe hutovifuata wewe. Mimi ndo nitakunywesha na nitakuogesha. Mambo ya kuogeshana sasa da. Nitakuogesha, hamna mambo ya kuogeshana. Hivi wewe ile methali unaosema mtoto kwa mama akuyu umeielewaje wewe? Una mke wa kuogesha? Mimi ndo nitakaye kuogesha sasa. Mama, mimi ninavyojua mtu akiumwa hawezi kutembea, yupo hospitali au yupo ndani kalala ndo anapakwa na anaogeshwa. Sasa mimi mtu mzima anatembea. Yaani wewe nikikuacha huwezi kunywa hivi. Sasa hebu ngoja. Usiniletee wazimu mimi. Kunywa. Kunywa. Mudi. Kombe linanuka toka lini? Yaani hii inanuka kuliko pombe unakunywa? Ongeza. Yaani unafumba na macho kabisa we mtoto. Hili hapa jioni. Hii unakunywa na kuoga na kusimamia. Unakunywa na kusimamia, unaoga na kuchungulia. Umenielewa? Ndio. Mama, mimi lakini sijarogwa. Wewe. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza.
Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. Ino dunia unafanya nini hapa? Nafanya usafi. Alokuambia hapa natakiwa kufanya usafi ni nani hapa? Afu kwa nini unapenda sana kufuata nyendo zangu mimi nazoenda nazo? Ukiona nimekaa ndani na wewe unataka uje huko ndani. Ukiona nimekaa nje na wewe unataka uje huko nje. Wewe una matatizo gani? Yaani leo kama ungekuwa unajua nilivyokuwa sikupendi, yaani ungekuwa unakaa tofauti na mimi. Kwenda ndani. Shikamoo baba. Shikamoo ya nini? Alikwambia nataka shikamoo. Kuwa na upate yako kama shikamoo mali. Kwenda ndani nimekwambia. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda. Yaani utaila. Hata sijui remote kaiweka wapi. Wewe majina mengi? Yabaho. Hebu njoo hapa mara moja. Remote umeweka wapi? Munsi y'imeza. Nakuuliza remote ipo wapi? Si unaniambia maneno gani nisioelewa mimi? Mimi nataka remote, nakuuliza ipo wapi? Nani? Huku chini. Yaani Irene sijui ataka naletea mtu aina gani humu ndani. Mtu aeleweki, anavaa pendezi, afu isitoshe una hata vitu vyangu. Hivi kwa nini anafeli kesi hiki? Wewe, mimi nakuuliza maswala ya remote unaniambia sijui lugha gani? Hivi una akili timamu? Mimi nakaa na mtu au nakaa na taila humu ndani? Kwanza nashindwa mimi natumia nguvu nyingi na kuita wewe mfanyakazi humu ndani. Mimi nimekaa hapa natumia nguvu nyingi kukuita wewe. Kumbuka hii nyumba ni ya kwangu. Sawa? Na hili jambo naliweka sawa ulijue. Mimi ufanye kazi kwa ajili yangu, unafanya kazi kwa ajili ya mke wangu. Hilo unatakiwa ulijue. Kwa hiyo unatakiwa utumie akili zako nyingi kuhakikisha kwamba mimi naweza hata nikajaribu kukukubali humu ndani. Hilo unatakiwa ulijue. Sijui unifahamu vizuri. Yaani jina lenyewe tu linachukua sekunde 40. Wewe kwa akili yako unavyofikiria nani anaweza kashika jina kama hilo? Jina unalitaja refu. Wewe ushangai. Kwanza hebu angalia watu wanavyoitwa. Kimfano Josefu utakuta watu wanamuita Jose. Mohamed watu wanamuita Mudi. Wewe unanitajia mjina, unaanza hapa unaishia kule. Hata sijui hata nikuite vipi. Hata wataalamu wenyewe waliosoma shuleni uwezi ukakuta wakataja mjina kama huo. Hebu fupisha hilo jina kidogo. Naitwa Sibomana Simon John Gitumbu Gwichara Rugoye Petro Magezi Bisaka Kije Mulemuza Tamagali Magigaza Mazwe na Bwirinde. Wewe, huku tunapoendea nitakupiga. Lile nilotaja mara ya kwanza ndo la kwangu. Hapo sijataja la baba wala la babu. Hilo la pili ndo nimefupisha. Nikifupisha tena na haribu inakuwa haina maana. Umesikia nikwambie? Nitakupiga. Sisi ma midfielder ni watu wa huruma. Sijui unanielewa vizuri. Na nishafanya huruma nyingi sana humu ndani. Nishawahi watu kuagea jezi zangu, baadaye wakazirudisha, lakini hizo zote ilikuwa ni njia tu za kufanya huruma. Ila kwako wewe nakuhakikishia au nakuahidi nitakupiga. Kwanza nishakwambia huna vitu vyangu. Unavaa mishati haieleweki, umenunua mtumbani, umetoa dukani, umegewa ulisi haijulikani. Huo mguo ulovaa ueleweki yani. Taila si taila, mwendawazimu si mwendawazimu. Afu bado unakuja unaniumiza mimi kichwa changu, unakuja unanifanya hapa mimi nionekane sina akili. Hata mke wangu mwenyewe akija hapa atashangaa, atasema kweli Mdeme kapatikana. Kumbe kwa sababu ya upumbavu wako. Wewe usinichanganye. Si umeelewa vizuri? Tena usinichanganye. Kwenda ndani. Kwenda ndani bwana. Muone kwanza. Yaani nyumba yangu mwenyewe mimi nakaa lakini sina amani. Sisi midfielder tunatakiwa tutulie, tupate utulivu. Hata kama unacheza kwenye timu zako, unapiga pasi hapa, unapiga pasi pale, kidogo unakuwa nini? Unafanya mambo ya maana. Lakini leo nakaa eti ndani kwangu nyumba yangu mwenyewe midfield kisheti, nashindwa kuwa na amani. Kwa sababu ya wewe mtu unavaa mishati haieleweki hiyo. Kwa sababu ya taira mmoja. Yaani mimi ninachokisema katika nyumba hii, kuna siku nitakuja kuondoka mimi kama hajaondoka huyu. Bora nitafute nyumba nyingine huko niende nikajipigie pasi zangu kama kawaida. Kuliko kukaa na wenda wazimu kama wana faida gani sasa kukaa nao ndani.
Yaani ananifanya sasa niamini yale maneno ya zamani. Wanaofuga ndevu wote sio Answali Suni, wengine ndugu zake Fally Ipupa. Utaondoka humu ndani. Shule inayofunza mema na mabaya, ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wamo. Anko, mwakilishi wako ambaye alokuleta hapa hajakwambia sisi tunataka watu wa muonekano gani? Ameniambia bosi. Sasa sisi muonekano tunaotaka, tunataka uwe na 6 pack. Kwa sababu hivyo ulivyo anko, una kitambi alafu umepaka mwana kwenda ofisini. Sisi watu wa muonekano huo sio sana. Muonekano tunaotaka huo hapo, muangalie mwenzio kwanza. Ndio muonekano ambao tunaotaka sisi. Lakini bosi, usijaji mtu kwa muonekano tu. Inawezekana kwenye performance nikani kwa vizuri zaidi. Performance sio shida. Sisi tunataka wanaume wenye mashababi. Unielewa? Katika biashara yetu hata mtu akikuona nje anavutika na wewe. Lakini anko na kitambi. I say hapana. At least hata muonekano wako ungekuwa kama mwenzio. Sababu hata kama hana kifua kikubwa lakini anaitaita. Mtu akimuona tu anavutika na yeye. Sisi tunataka tu kama hawa. Fanya mazoezi yangu. Lakini pia kuna kitu nataka mkielewe. Kwa sababu hii ni kazi kama kazi nyingine. Na pia kuna sheria zake na utaratibu wake. Basi kama mtafanikiwa kupita, nitawapa mikataba, mtasaini. Lakini pia nataka mpige picha katika muonekano tofauti tofauti. Hata nikichukua zile picha nikimpelekea bosi wangu, basi anasema kweli Madam Suji kazi umefanya. Nadhani mmenielewa. Ndio bosi, tumekuelewa. Kwa sababu hii kazi ukifanya vizuri, mtatoboa na maisha yenu yatakuwa mazuri tu. Kuna kijana mwenzenu nimemchukua, ametoboa mpaka leo hii anakula maisha yake mazuri na niko naye. Anatamaa sana maisha. Mara mwanamke huyu, mara huyu. Kwa kweli mimi simpendi. Lakini kama nyinyi mtatulia, mtapiga kazi vizuri, kwa kweli maisha yenu mtatoboa. Mtakuwa na magari, mtakula vizuri, mtalala vizuri. Ninachotaka muonekano na kazi iwe nzuri. Ili siku nyingine mtu arudi aseme bwana mimi namtaka mtu fulani. Nadhani mmenielewa vizuri. Ndio tumekuelewa bosi. Lakini pia sisi tunapenda mtu awe na siri. Yaani usiri ndio tunauhitaji. Hatutaki mtu wa makelele bla 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 nyingi, hatutaki. Msipokuwa na siri jamani, sisi hatuna huruma. Mimi Madam Suji nabadilika ninakuwa mbaya. Yaani sifai. Hapa leo ni mpole na ni muungwana, lakini muungwana wanaweka nyuma. Sisi kazi zetu tunahitaji usiri mkubwa. Yaani ukiwa huna siri, aisesi tunakumaliza bila huruma. Sio leo hii na wapeleka kwa matajiri, alafu unapiga picha unaposti. Mkatuletea matatizo mengine wake za watu wanaume zao. Sisi tunakuwa. Nadhani mmenielewa katika hicho kipengele. Ndio bosi. Sasa anko, itabidi mimi leo nikuruhusu uondoke. Ukafanya mazoezi. Hicho kitambi chako katika biashara yetu akiendi kabisa yani. Nikuruhusu. Sasa na wewe dogo naona kama una kitu vile. Nataka tuondoke nyumbani nikapime uwezo wako, yani ushababi wako uliokuwa nao. Mama bwana. Wewe vipi? Mimi mama yako? Sijakuzaa mimi. Sijakuzaa kabisa, mimi sio mama yako. Hutaki kuwa mshamba, unatakiwa uwe shababi. Unaniita mama, mimi nimekuzaa wewe? Mimi naitwa Madam Suji. Sasa kama unaniogopa mimi au wengine nje itakuwaje? Unaniogopa? Unaniogopa? Hapana, sikuogopi madam.
Changamka kijana, we vipi? Mjini hapa. Shule inayofunza mema na mabaya, ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Kwa hiyo sasa hiyo haki itakuwa upande wako na utaweza kuipata endapo tu yule muhusika mwenyewe marehemu atakuwa aliacha taarifa zozote zinazoruhusu wewe kuweza kumiliki mali hizo. Ndio. Kwa hiyo hata kama hao ndugu zake wao wenyewe watasema hawakutambui wewe kwa sababu sio mtoto halali, lakini kama yeye mwenyewe muhusika aliruhusu wewe uweze kumiliki na akakuachia ushahidi, basi haki yako utaipata na utarithi kama kawaida. Kikubwa tu tuwe na hizo kama ni documentation, kama itakuwa kwenye mfumo wa sauti, labda wosia ama mfumo wa maandishi, ambao huo sasa tutatumia kama evidence ambayo itakupa kibali wewe cha kuweza kuwa unatoka juu. Sawa, wife, huyu ndio yule client ambaye nilikwambia kwamba ana issue yake ambayo anahitaji nimpe kidogo maelekezo kabla tujaenda kufungua hiyo kesi. Kwa hiyo ndo niko hapa najaribu kumfafanulia baadhi ya vitu. Binti, mambo? Poa. Samani, sijui umeolewa? Hapana. Maybe una boyfriend? Hapana, niko single. Sasa kwa sababu uko single, unataka kila mtu awe single, si ndivyo? Wife. Msweet subiri. Na ile showroom ambayo inapatikana kiganjani kwako ya pmbed.co.tz inafanya maajabu yake tena leo hii kutokea Kigoma mjini. Nipo na mshindi Eric Gasto. Eric, hongera sana kwa ushindi. Asante sana dada. Nani alikuwa mtu wa kwanza kabisa kumshirikisha kuhusu ushindi wako? Mdogo wangu aitwaye Isa. Mchezo gani unapendaga hasa kucheza? Napenda kucheza sana kasino. Magari hapo mengi kwa ajili ya Eric, kwa ajili ya kwako wewe pia. Nafasi unayo, cheza leo hii kwenye website yetu ambayo ni www.pmbed.co.tz. Wewe unakujiji kuzungumza na mume wa mtu umevaa hivyo mapaja yote yako nje? Hivi umekuja kusikilizwa kesi au una vitu vyako vingine? Wewe msikie basi mama. Bibi ngoja. Wewe unakujiji umevaa hivi, unakuja kuzungumza na mume wa mtu, unaingia nyumbani kwa mtu uko na confidence ya kutosha? Au umekuja kwa mambo yako mengine? Si ndivyo? Hebu nisikilize msichana, nisije nikakuharibia siku. Naomba toka. Siku utakayoona umevaa vizuri, njoo zungumze na mume wangu. Lakini sivyo hivyo ulivyo. Eti wakili, ni kweli jamani? Yeah, by the way, hapo ulipokuja ni ofisini kwake. Kwa hiyo ana nguvu sana kuhusiana na hicho kitu. Kwa hiyo iko sahihi kabisa. Sawa. Mgoja. Tena naomba hapo kuanzia hapo ulipo. Ukiwa unatoka, nisione unatikisa kitu chochote. Sawa dada? Sijui umenielewa? Yaani tembea wima, naomba unyooke. Kikitikisika kitu chochote. Ishie. Sititeni hivi. Mchangamsha miguu. Kwa nini umekaa unaangalia tu? Mimi hata akili yangu ilikuwa haipo huko. Mimi nilikuwa namsikiliza tu mteja, ni huduma kama nikiwa kazini basi, sikuzingatia hivyo vitu. Naona wivu. Hivi unahisi mimi nimesahau nilipokuwa nashinda na Biblia huko ndani? Si juzi tu hapa. Afa Biblia, chunga mzigo wako. Nimependa. Maana sio kwa mkwara ule ulionipigia hapa. Wewe umeolewa? Nakwambia sitaki nikuone kwanza leo unaingia ndani kwangu na kingo kifupi. Hivi kama unataka mambo hayo, nenda kwa nje. Ndio shasema. Na mimi ngakutia bichwa sasa nikakunyunyuzia endo yeye akasema ukanivimbia namna hii. Acha. Simba jika linaunguruma kwenye maa yake. Safi. Nzuri. Hivi unajua kwa nini mimi sikuingilia chochote? Japokuwa nilijua kabisa mimi ni mgeni wangu na naweza nikasema chochote kwa ajili ya kumaliza mazungumzo. Ni kwa sababu ulifanya kitu kizuri sana. It's true.
tukiwa hapa, hii ni himaya yako. Hii ni ofisi yako. Hata mimi sometimes natakiwa niwe chini yako ndio kusikilize mamjengo. Kwa hiyo kwa discipline ambayo kaionesha ubinti kuja hapa na zile nguo is misbehaving your house. Hata mwenyewe anaingia hapa nika ukapata wapi confidence ya kuvaa nguo kama hizi nyumbani kwa watu? Kwa hiyo nilipokuja kuwasha moto hapa nikajua kabisa kaya kanyaga. Mwenye nyumba kaona mali zake. That's very perfect. Super women. Wow. Okay, beti hivyo nimechoka. Nataka niende nikaoge kwanza, then ndo tukae hapa tuongee. Safi. Mimi nipo, niko vizuri, nakusubiri. Lakini sasa leo nataka unibebe. Fresh. Haina shida. I'm good by the way. Maso zangu ziko imara japo kamwili kadogo. Okay, let's go. Let's go. Come here. A lovely wife. Come on. Hichi kitu. Unataka kusema ni heavyweight. Mzigo umenizidi, sikudanganya. Sikutegemea. Mara mwisho mpima lini uzito mke wangu? Hamna kweli, yani sijui kwa sababu na njaa pia sijala. Nabebana vitu vizito lakini leo nimekwama. Sikufichi, kwa hiyo tutembee tu, chumbani sio mbali pia by the way. Let's go. Bibi bwana. Sasa nini mke wangu, vitu vimebeki, nitalazimisha, nitavunjika kiuno hapa sasa. Utamkosa mimi mwenyewe. Sorry. Nimetekwa nimetekwa na mapenzi, nimetekwa. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap. Habari, kwa majina naitwa Isa Madinga almaarufu kama Baba Asma. Mimi ni mwongozaji, mtayarishaji na mtunzi wa tamthilia ya Dunia ambayo inaruka katika channel ya Asma Film. Mimi nimetoa idhini kwa kampuni ya Umoja Movies Company kusimamia kazi zetu katika library, video library zote nchini Tanzania. Asante. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.